Viongozi wa Kenya, makasisi na maaskofu, nyinyi ndio mmefanya damu saizi inamwagika Kenya mingi sana, sababu ya tumbo yenyu. Ilipofika wakati wa siasa, mlisema hii serikali ni Mungu ndiye amechagua. Ni Mungu gani aliyechagua ambaye anakubali damu ya watoto wadogo umwagika? Si ni nyinyi maaskofu na makasisi ndio mlikuwa mnatembea mkipatiwa the brown envelope, bahasha ile ya brown, mkitembea nayo mkitoka katika ikulu na mali zingine. Walipokuja katika kanisa zenyu, mlisema ya kuwa this is the right choice. Right choice Mungu alileta ili damu ya watu mwagike. Nyinyi watumishi wenye wanasema watumishi wa Mungu, nyinyi si watumishi wa Mungu. Kubalieni, nyinyi ni watumishi wa devil worshiper. Nyinyi ni Illuminati. Nyinyi amkai kwenye madhabahu ya kuwa ili mfundishe habari njema. Nyinyi ni wanabii wa urongo. Na nyinyi viongozi waliokaa kwenye kiti, ambaye damu mwaka iliyopita 2024 mwezi wa 4 ya watoto wadogo ilimwagika mpaka wengine wakapatikana katika dump site wakitupwa, na bado mnakaa kwenye kiti mkijisifu ya kuwa mko na ubabe. Hiyo kiti mahali mweketi, siku moja mtatoka katika hiyo kiti, hiyo damu itawandama ndani ya familia yenu. Nebukadneza mfalme wa Babiloni, watu waliolia sana, na yeye anajisifu na kujipiga kifua. Wakati hasira ya Mungu ilipanda, vile alikuwa anajiona yeye ni mtu wa maringo, ajali binadamu, alikula nyazi miaka 7 akiwa anatembea katika msitu. Hata nyinyi hii adhabu ya Mungu inawakujia. Vile damu ya watoto inamwagika, ndio vile Jezebel mke wa Ahabu alikuwa anamwaga damu ya watu, na Mungu akasema ya kuwa hata yeye damu yake itamwagika na umbwa zitalamba. Hata nyinyi viongozi, damu yenu itamwagika mahali ambayo mjui. Msipojichunga, wacha mimi niseme, sababu nimesikia mnaua watu wakisema ukweli. Msipojichunga, bandera ya Kenya itakaa nusu. Itakaa nusu, na vile wengine saizi wanalia, hata nyinyi familia zenyu italia. Viongozi wakubwa waliokuwa na maarufu katika nchi yetu ama kwenye dunia, wengine walifunikwa na udongo, wamegeuka kama mbolea. Hata nyinyi kuweni tayari, hakuna damu ya binadamu mwagika na Mungu furahia. Wakati mfalme wa Misri alikuwa anatesa wana wa Israeli, wengine wakiuliwa, wengine wananajisiwa na hiyo serikali mbaya ya Misri, ujue ya kuwa Mungu alileta kifo. Wane wa Misri, wale viongozi pamoja na watu wa Misri wote, watoto wao wa kwanza walikufa na wakaona uchungu vile wengine walikuwa naona. Wakati ule mzee Nabii alikuwa na mtoto wa kipekee, amemaliza nguvu zake zote kwa kumfunza na kumkuza. Saizi anaona mtoto wake amepigwa na kubondwa. Unaweza kaa kwa meza na watoto wako ukule, mkifurahia, mkiona runinga, na ule mzee ana wakati wa kuona runinga wala wa kukula, kulingana na uchungu ambao anasikia. Pia nyinyi chuma yenu iko katika motoni. Mtoto wako akiwa wazimu, watu wakimwona kwenye soko akiwa amevua nguo uchi anacheza, watu cheka, lakini wewe huwezi cheka. Saizi mnacheka, mnacheka sababu ule mzee amepoteza mtoto,
a time will reach, God will punish you. Zaidi wenye wameharibu hii nchi ni hao wenye wanasema ni maaskofu, wenye tumbo yao iko mbele kuliko kusema ukweli. Wanabii wa urongo, Mungu kama wanabii wa Baal mwenye walidanganya Ahabu. Inafaa Mungu awarekebishe, inafaa Mungu awarekebishe. Vitu ambaye ni mbaya mnasema ni mazuri, azini vitu mazuri mnasema ni mbaya. Hii jambo Isaya mnabii aliona, kumbe ni nyinyi wanabii na maaskofu wa Kenya waliochukua bahasa ili wafurahishe viongozi waliokuwa, lakini sio Mungu ndiye aliyowachagua. Mungu anawaona na damu inawalilia. Sasa mmenyamaza, mwezi ongea, sababu mnafurahia. Nyinyi watu waabudu Shetani, nyinyi mnafaa mrekebishwe na Mungu atawarekebisha.